Mimi nikiongea si ati mimi nakosea mtu heshima, hapana. Niliambia wengine ukienda uangalie kioo, unajipaka mafuta, uangalie kwa kioo. Ile sura unaona ni ya nani? Si yako, si ndio? Kama sura haikupendezi, unaua kioo ama unajirekebisha? Sasa mimi ni kioo tu. Nakwambia angalia kwa hii kioo, mambo iko namna hii. Usikasirikie mimi. Yule mwenye anakuletea ujumbe hana makosa. Ama namna gani? Wewe angalia ujumbe. Kila mahali nimeenda katika taifa la Kenya, watu wamesema kwamba SHA haifanyi kazi. Hapa Kamlabay SHA inafanya kazi? SHA haifanyi kazi, maana watu sisi kama wafanyikazi wa serikali tunakatwa mshahara. Wakati wa NHIF mimi nilikuwa nakatwa shilingi 1750. Watu wengine walikuwa nakatwa 500 kila mwezi. Saa hizi kwa SHA mimi nakatwa shilingi 1030. Unaweza kusimamisha magonjwa pia kidogo, akirekebisha SHA tungekubali. Lakini ugonjwa unangojea kweli? Mambo ya CBC. Hapa CBC wazazi wa mwalimu aelewi CBC inamaanisha mnakaa dunia mbili tofauti ya muelewani. Jambo la tatu, mambo ya vitambulisho, tulipiga kelele, wamekubali kwamba watu wetu wachukue vitambulisho bila malipo. Ukienda kwa chifu pesa yoyote, umeelewa watu yangu? Ukienda kwa chifu yoyote na akataa kupatia kitambulisho, analetwa ambia yeye hii pesa ya kitambulisho na tembea atakuwa 20 tumekataza vitambulisho. Mimi nitatoa Kitale, nitakuja kuonana na wewe chief ana kwa ana. Na mimi nilikuwa kwa hiyo utawala na vile watu wanafanya kazi. That directive was given. Mruko ameandika gazeti kwamba kuna mambo ya malipo, na hapa Kamlabay pia hataki mambo ya malipo. Umeelewana? Na hataki mambo ya mapendeleo. Wakati watu wanapeana vitambulisho, wa Kenya wote lazima wapate vitambulisho. Kuja Kenya kupewa vitambulisho. Maana iko na hatari kubwa sana. Labda mtu aiona saa hii, lakini baada ya miaka 10 utapata mgeni kutoka Ethiopia anasimama hapa urais, atachaguliwa na watu wake na wageni wote wanaganga, hamtawahi kupata hiyo kiti ya urais tena. Na msifikiri mimi nadanganya. Hata pasta hapa Kamlabay kama anakuanga Mkaalama Mluya, haki ya Mungu mtapata sio kabila yenu. Mwenye alizaliwa hapa Kenya ako na haki zote za kupiga kura na kupigiwa kura na kupata huduma zote. Wanacheza nikiongea hivi wanasema mimi napagua watu. Mimi sijasema Msomali wa Kenya asipewe kitambulisho. Makosa iko wapi hapo? Mbona wanataka wapatie wageni vitambulisho? Unaweza kutafuta wageni wapige vitambulisho ili kama una hekima ya kuzaliwa. Mahali unaanza kuona wewe ni Mungu. Maana kama ni unapitia kuongesha watu hivi, wewe ndio, yani wewe sio nini? Kuna wakati, unajua wakati Kenyatta alikufa 1978. Ati Kenyatta amekufa. Hata mwenye alitangaza kifo ya Kenyatta alisema the macho ya Kenya imezima. Yani unaamini president anaweza kuwa Mungu? Wacha tukue kama mataifa yale mengine ambaye president anaenda kwa citizen kama mimi. Mimi ni mtu ya kawaida, mtu sema mambo ya your excellency wa nini, hiyo vitu. Mimi nilisimamia mazishi ya mzee. Kulikuwa na wanajeshi wanapanga mambo. Mimi nilisimamia mazishi ya Moi. Ilikuwa ni mimi. Na kumbe Moi alikuwa binadamu pia. Kabisa. Lakini wakati Moi alikuwa rais, ulikuwa ukiongea kwa nyumba yako, uko na bibi, watu wewe na bibi mnaongea mambo kuhusu serikali. Ikifika kesho unaona askari wamekuja kukushika. Wakaanza kumbe mama anafanya na special branch na una habari. Wakaanza kusema ati hata ukuta iko na masikio. President alikuwa kila mahali, si ndio? Watu wakaogopa, anakuita mstaafu sijui nini mheshimiwa, mpaka mwingine alimuita you are the prince of peace, mwenyewe akataa akasema hiyo ni ya Yesu. Sasa sisi Kenya tumeona hayo mambo yote. Tuko tofauti na Uganda ambayo imekuwa na president moja miaka 40. Sisi iko tofauti.
Saa hizi tunatakana kuwa na regard president, unampatia heshima lakini usiomuogope. Ukiogopa president hata akiingia kwa shimo utamwambia anaingia kwa shimo. Hao watu wote ambao mnasikia wanapenda rais, wakimuona wasema yes sir, yes sir, yes sir. Mnafikiri wanapenda yeye, hawapendi yeye, wanaogopa yeye. Wakati wa finance bill, president alikataa akasema hiki ni mzuri na akasema hata ataongeza ushuru. Wakati vijana walienda kwa maandamano, hata wengine wakufa wakaingia kwa bunge, akaamua kubadilisha. Vile alibadilisha hivyo, wajumbe wote wanaambia president umefanya jambo mzuri sana. Pia sisi namna hiyo. Kama mlikuwa mnafikiria namna hiyo, mbona mkumwambia kabla ya maandamano? Uoga. Kenya hii sitatoki mambo ya uoga. Tumeelewana watu yangu? Watu viongozi waambiwe ukweli na mtu asijaribu kutisha sisi. Mimi naongea hivi kwa sababu wajumbe wote wameingia kwa serikali, hakuna mtu anaongea masuala ya mwananchi. Na mimi siogopi. Nyinyi mnakubali mimi niongee maneno? Mnakubali? Mnakubali? Na mimi nitaongea hii maneno kwa sababu rais ni binadamu kama mimi, tunakula ugali kama mimi tu. Tunakunywa maji kama mimi tu. Analala na kuota tu kama mimi tu. Ama namna gani? Alizaliwa na mwanamke kama mimi tu. Naogopana nini? Hakuna haja. Lazima kweli sema. Kuna pia mambo ya serikali imesema kwamba watoto wetu ambao walifanya mtihani wa darasa la 8 na hawajapewa vyeti vyao, wala ambao walifanya form 4 na hawajapewa certificate zao, waziri mwenyewe pia ametoa gazette notice akasema is against the law. Nilikuwa nimesema hii maneno na amekubali is against the law. So walimu wetu wakuu ambao wamekwamilia certificate za watoto wapeane hizo certificate. Na mimi nataka wazazi muende kwa shule kuanzia Jumanne, maana leo Jumatatu ni holiday. Kuanzia Jumanne enda kwa shule, kuanzia Kaplamai secondary, enda waambia principal akupatie certificate ya mtoto wako. Ni roho mwelewe kwamba natembea nasema hivi. Nikisema Waluya kwa united, hiyo sio ukabila. Wakalenjini wako united kabisa. Leo hii Mioti ikisema kitu, wenyewe wanajua Mioti ni nini. Ikisema kitu watu wote wanasikia. Ndipo mimi nakujanga hapa na kampeni kwa Kale, wananiletea mursik, wananivalisha ngozi, wananiweka kwa kiti, wananipatia kofia, lakini wanangojea sauti ya mtu mmoja. Kuja aseme wachana na anatembea. Hiyo makofia yote wanasahau. Wanapigia na amesema. Pia mimi nataka Waluya kwa namna hiyo. Tukisema ni huyu, hata mkiambiwa nini ni nani? Hatutagawa kura wetu bila watu watavitu tagawa. Na mimi nikiongea hivi wanasema ni ukabila na hao wako united. Wanataka ati Mluya akuwe ndo anapalilia mahindi hapa. Na kuchimba makaburi hapa kuzika watu. Na kuchinja ile ng'ombe imekufa hapa. Na kupasua kunde kwa matanga. Na kwenda kuwa maaya na mawatchman huko Nairobi. Nyinyi mnakubali maneno kweli? Hizo kazi zote sio mbaya, lakini muone kweli kazi ya Mluya. Mbona tusigawane ile kazi ya juu na chini pamoja? Ukipata watchman unapata kumkamba hapo, mkaelea hapo na mimi muone kweli Waluya tu. Hiyo ndio mambo mimi nakataa. Na mambo ya umaskini ka Chingoso, Chinda, Viropoto, Vichinji, Chingoso, hiyo mambo yote mimi nimekataa. Si ndio? Mtu anakasirikia kwa nini? Mimi nikoongea mambo ya Luya unity, wewe kama sio Mluya wachana na mimi. Bora tu kama tuanzoea tukae kama jamii moja tupendane, kaa jamii yako, mwingine jamii yake, mwingine jamii yake, lakini tutakaa pamoja kama jamii ya Kenya. Lakini sisi tumekalia mwingine na utaki yeye aongee maslahi. Mimi lazima 2027 we are going to be mwingine, lakini tutakuwa na umoja.